Rasmi kitengo cha patanisho. Naona Anthony amenipatia namba yake hapa, kwa hivyo ningependa kumpigia simu ili tuweze kusikia masaibu yake na tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo kitengo cha patanisho, kwa sababu patanisho ni wakati ambapo tunaleta wawili ambao wamekosana wasikizane, waelewane. Ikiwa walikuwa wametengana, pia huwa tunawashawishi waweze kurudiana. Kwa hivyo naomba Bwana Anthony uweze kushika simu yetu ili tusikie mambo yako pale. Hello, Bwana Anthony, habari gani? Nzuri kabisa. Nimepata ujumbe kwamba umekosana na mke wako. We ni Gidi na Ghost asubuhi. Ni Gidi na Ghost asubuhi hapa. Ndio hiyo sasa dadi. Unatembea ama umesimama? Ninatembea sasa, wacha nimesimama dadi. Nataka usimame utulie ili tuongee vizuri Sawa dadi. Ulikosana na mke wako lini? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7 Julai mwaka huu. Mlikosania nini? Makosa mahali ilitokea. Mimi nilikuwa mahali kwa kikao, mahali wazee wanakula hii viti yao hii. Alafu kuna mrembo alikuwa hapo. Sasa mimi nilikuwa na motorbike. Sasa zingine mrembo anaweza niambie kuja nikutume mahali. Na mubeba na mpeleka mahali kama tauni Kitale. Kurudi, nikisharudi mke wangu amekuwa tu tofauti kwa nyumba, anaanza kuanza kusema unabeba bebanga hii mama kwa pikipiki ya nini, ni kumaanisha mko na uhusiano. Na mimi nikafuatilia nikasema mama, mimi sijaifanya kitu kama ina kweli, mama mimi sijai kuwa naye. Akasisitiza mpaka tukarudi tukakosana kabisa, akaniambia mimi ando nataka kuishiko maisha yako kivyako, mimi nani ishiko maisha yangu kivyangu. Na mimi nikarudi nikamwambia mama, haitawezekana. Tukifanya hivyo tutakuwa tunaumiza watoto, hatutakuwa tunajiumiza sisi. Tukakubaliana hivyo. Tukazungumuza, tukaendelea kuzungumuza naye. Baada ya kukaa kando, mimi nani kakaa kando. Mimi nimekuwa nikimfuatilia mara kwa mara nikimwambia mama, rudi tuishi mahali pamoja, rudi tuishi mahali pamoja. Hii mambo ya kutengana tukikaa kando haisaidii. Sasa yeye akaniambia subiri tu, mimi mwenyewe nitakutafuta. Na mimi naona kwa hii muda hata akiniambia nisubiri, kweli ni mimi ndio naumia. Okay, kwa hivyo mlianza kukaa kando lini? Tangu tu tuseme mwezi wa 7 tu. Kutoka mwezi wa 7. Kuanzia mwezi wa 7 mpaka saa hizi. Lakini mimi mara mingi mimi huwa naenda nikimtembelea, nikimsungukia, nikimwambia mama, rudi tukae mahali pamoja. Anasema tu mimi sina shida. Mimi sina, hata akisema tu mimi sina shida. Baadaye ukirudi tena umuongeleshe, ako tofauti tena, anaongea tofauti. Nimekuelewa. Una miaka mingapi Bwana Anthony? Miaka 34. 34. Na huyu mke wako? Yako 27. 27. Na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani? Huu ni mwaka wa 6 sasa. 6 years. Mna watoto wangapi? 3. Kwa hivyo yeye ameama kwingine na hao watoto 3. Hajaoleka lakini yako kando na hao watoto. Okay. Sasa mimi nilikuwa napenda arudi tu, tukae tu chini mahali pamoja, tusungumuze, tuelewane tu kama watu wazima, turudiane, ndoa yetu iendelee, maisha yetu iende safi. Ni sawa ndugu Anthony, ndio maana umeileta patanisho ili tuweze kusaidia uweze kurudiana na mke wako. Na hujanipatia jina la mke wako, anaitwaje? Anaitwa Nanzi Nekeza Manyonge. Okay. Nancy, kwa hivyo nitamuita tu Nancy muite Nanzi. Kwa hivyo wewe unatupatia hakikisho kwamba haukuwa na uhusiano wowote na huyu mrembo ambao umekuwa ukimbeba beba? Si kuwa na uhusiano, baada sasa vile alijulia hapo. Ndio mimi nikarudi nikachukua tu tena mwingine tu jirani tu hapo, rafiki yake. Sasa hiyo ndiye namuuma kabisa vile nilichukua huyo mwanamke mwingine, cause mimi nilikuwa naumia. Mambo na kuvua manguo nini, nikitoka kazi nimechoka, hakuna mtu wa kunipigia hata chakula. Kwa hivyo ulichukua mwanamke jirani ukaanza kuishi na yeye? Nikaishi na yeye, lakini wakati yeye alikundua hiyo kitu, na mimi nikaambia huyu mwanamke, huyu ni mke wangu, siwezi ashumu mke wangu. Hata kama tulienda tukaandikishana mahali, lakini siwezi ashumu mke wangu. Mimi na rudi niishi na mke wangu. Hii nyumba ni ya mke wangu, boma ni ya mwanamke wangu. Sasa wewe ni rafiki yangu tu. Anthony, kwa hivyo tunapozungumza hivi, bado uko na huyu jirani ama niliwacha? Uliachana na yeye?
Niliachana na yeye na nikamwambia mimi niko na familia yangu, mimi naishi na familia yangu. Unajua Anthony unatokanganya hapa. Kwa hivyo huyu mwanamke jirani ulimpata baada ya wewe na mkako kukubaliana kwamba mtengane kidogo. Hivyo hapo sasa. Na unasema ilikuwa kusaidie kufua na na mambo tuna chakula. Mambo tuna chakula. Hiyo sasa. Anyway, naelewa Muluya hizi lala njaa. Yaani unaweza toka kazi ulale njaa Kidi. Wewe Kidi. Niambie bwana Anthony. Hiyo ni kitu najulikana. Muluya hizi lala njaa. Hata kama Muluya ameamua kukaa. Si rahisi. Ukipata Muluya yule analala njaa. Kiungana na Muluya sasa. Anthony, shikilia kidogo nipigie Nancy Usikate simu tafadhali. Haya. Yaani mmekubaliana na mke wako mkae kando kidogo, msuluhishe mambo yenu. Lakini Anthony anasema hezi lala njaa. Sasa ametoka kuendesha pikipiki akaleta jirani. Aishi naye pale. Mke wake akasikia. Hii itakuwa kesi. Wacha nimpigie mke wake. Tunajaribu kupatanisha bwana Anthony ama ametupatia malilu yake pale. Alikosana na mke wake ni kwa sababu mke wake anamshukushuku na wanadada ambao anabeba pale. Ni jamaa wa boda. Boda. Yes. Kwa hivyo imeleta shida pale, wakaamua kutengana na mke wake kwa muda. Lakini katika huo muda jamaa anasema alichukua jirani akaanza kuishi naye pale. Anasema ilikuwa tu mambo tu ya chakula kwa sababu anasema angeweza kukaa pale bila kula na pia bila kushughulikiwa mahitaji yake ya kufua na mambo mengine pale. Mke wake kusikia ikaleta shida hata zaidi. Amekuwa akimbembeleza arudi, lakini mke wake amekataa pale. Kwa hivyo ningependa tumsaidie ili mke aweze kurudi, msikilizaji. Kwa hivyo ningependa kumpigia Bi Nancy nisikia anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Alafu pia kwa haraka ningependa kumtambua mshindi wa jana wa shilingi 10,000 katika mpango wa Lipa Bill, ambapo huwa tunapeana shilingi 10,000 kila siku ikiwa utatuandikia kile ambacho ungependa kununua ama kulipia pale. Inaweza kwa labda ni tokens za stima unahitaji, unaandika neno tokens na unatuma kwa nambari ya 40726 ili upate hiyo shilingi 10,000. Chochote ambacho unahitaji asubuhi ya leo, andika na utume kwa hiyo nambari ya 40726 na sisi tutakagua na baadaye tutakupatia shilingi 10,000. Inaweza kuwa ni nauli, inaweza kuwa ni microwave, inaweza kuwa ni kitanda, inaweza kuwa ni godoro. Chochote ambacho unahitaji andika na utume kwa hiyo nambari ya 40726. Hapo unatuma SMS yako na iwe ni neno moja tu, sio maneno mengi, na uende ukapata hiyo shilingi 10,000. Kwa hivyo mshindi wa jana anajulikana kama Chepkorir Winnie Towet. Chepkorir Winnie Towet. Au ndio majina ambayo ilitokea wakati ulitumiwa M-Pesa pale. Na unajua alituma neno gani? Lipi? Inaonekana ni mkulima, aliandika mbolea. Fertilizer. Hiyo ni sawa. Na wengi pia nimeona wanatuma hii mbolea sana na wenda labda ni msimu. Ni msimu wa mbolea. Yes. Kwa hivyo aliandika neno mbolea na katuma kwa hiyo nambari ya 40726 na yeye ndio mshindi wa shilingi 10,000. Kwa hivyo pongezi sana Chepkorir Winnie Towet. Aliandika neno mbolea na alituma kwa hiyo nambari ya 40726 na yeye alibahatika kupata shilingi 10,000. Kwa hivyo wewe pia kama ni mbolea unahitaji, andika na utume kwa hiyo nambari ya 40726 ili upate hiyo shilingi 10,000. Haya, tunaendelea na patanisho ambapo ningependa tumpate Please enter your complete PIN number. Binansi. Tusikie anasemaje na tuone kama atapatana na Anthony. Na Anthony hajatupiga chenga kwa sababu yeye anasema hakuwa na uhusiano na The number you have called is currently busy. Please try again later. Nambari uliyopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Airtel. Jambo. Laini zote zinatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you have dialed is currently unavailable. Please enter the number. Sasa hii inakuaje jamani? Mambo inakuwa ngumu hapa.
Sasa baadaye ni baada muda gani ya watu pia wanafaa kusema jaribu tena baada dakika 10 ama dakika 2. Sasa ukisema baadaye inaweza kuwa labda ni kesho ama baada ya Christmas. Jamani, wacha nijaribu tena kumpata. Please enter your complete PIN number. Kama huenda Nancy anasikiza anataka kuongea na huyu jamaa ama nini. Najaribu kumpata Binancy msikilizaji, ili tusikie anasemaje na tuone kama ataweza kupatana na huyu ndugu. Na naomba Nancy. Okay. Kama inaingia. Tulia kidogo. Halo Nancy. Hello. Habari asubuhi Nancy. Nzuri sana. Umeamka vizuri naomba punguza sauti ya redio hapo nyuma. Ama uzime tafadhali. Nimetoka nje. Toka nje mbali tafadhali ili tukupate vizuri. Unanipata Nancy? Nakupata. Sasa Nancy, kuna huyu mzee ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akituambia mulikosana kidogo. Na ametuomba tumpatie nafasi ya kuomba msamaha, lakini tunashuku kwamba labda hajatuambia ukweli wa mambo. Hebu tuambie nini ilitokea Nancy? Gidi tumeishi na yeye 5 years. Na huwa tunasumbuana na yeye sana. Mnasumbuana miaka 5? Miaka 5 kwa ndoa, lakini huwa hatujaishi na amani tukasettle. Huwa tunasumbuana tu. Sasa ni harakati ya kuvumilia tu maisha. Sasa ikafika wakati nikampata na mwanamke fulani. Na hiyo tabia si mwanzo, huwa ana hiyo tabia ya kupenda wanawake sana. Ni muhanyaji kabisa. Na ni mjanja pia. Wanyaji wote ni wajanja by the way. Muhanyaji mjanja. Wewe Ghost. Ghost anacheka nini? Wewe Ghost tulia kidogo. Endelea Nancy. Sasa Giti. Tukakosana na yeye. Sasa harakati tulikosana na yeye, kumbe alikuwa kuna rafiki yangu. Unajua rafiki vile wewe na Ghost na Giti na Ghost hapo. Si nyinyi marafiki? Kweli, sisi ni marafiki. Akachukua sasa wakati tulikosana immediately tu hivi, na akachukua huyo rafiki yangu. Your best friend. Best friend, tunashare everything. Walala. Akachukua. Sasa huyo ndio mwanamke anasema ati alikuwa anamvulia manguo, anampikia. Huyu ni rafiki yangu. Kiguna njia. Sasa hiyo kitu ikaniuma sana. Nikasema kama hakuna kitu yenye naweza uma kama rafiki. Na yeye sasa kama aliona hivyo, akataka, kumbe alikuwa anapenda huyo rafiki yangu, walikuwa wanaendeleanga, lakini mimi sikuwa najua. Sasa akakuja akaiweka wazi. Amekuwa akinyemelea kando. Na ndio maana ikawa rahisi wakati uliondoka, na akaiacha sasa ikue wazi. Kabisa. Alafu sasa kumalizia Gidi. Tukaenda mpaka kwa mzee wa mtaa. Tukaitwa kwa mzee wa mtaa. Wakati tulifika huko, unajua aibu yenye alinipea. Akasema Eva ndio mke wangu. Haya. Wakamuuliza kati ya Nancy na Eva nani ni mke wako? Akasema mbele ya mzee wa mtaa, akasema Nancy ndio mke wangu, mpaka hata karatasi tuliandikishana chini iko kwa mzee wa mtaa. Sasa mimi nafuatana na yeye nini tena? Na uamuzi alishatoa, nikaridhika. We Anthony. Yes sir. Si ulishaambia hata mzee wa mtaa ati Eva ndio mke wako, unatafutia Nancy nini? Gidi ni hivyo, lakini nimeleta patanisho ili niombe msamaha, anisamee kweli. Mbele muo ni mke wangu. Na huwa namwambia mara kwa mara yeye ni mke wangu. Hata kama nilifanya hivyo, lakini naomba msamaha. Na Eva nilifanya hiyo kitu kwa hasira, nilifanya kwa kuchanganyikiwa. Hasira ya nini? Hasira ya chakula. Hata si chakula Gidi, mambo ya makosa vile tulikosana na yeye. Lakini Nancy ni mkeo. Hata kama nilifanya hivyo Gidi. Anthony. Ongea na mke wako. Nancy. Sema. Nancy. Sema. Nasema hivi.
Hiyo makosa ndiyo ilitokea mama, na nimeyaleta kwa meza mara kwa mara nikikwambia ndio nilifanya hivyo, ili baadaye nilikuja nikaregret baadaye mama, nikaona kweli nilifanya makosa, na nimekuomba msamaha mara kwa mara nikikwambia turudi tuishi tu mahali pamoja vile tulikuanga, tulee watoto wetu. Hiyo kitu hata tukifanya hivyo hatujiumizi sisi, tunaumiza watoto. Sawa, ni hivyo, sijakataa. Sasa penye imefika walinitusi wakasema mwanamke mjinga, sijui kuoga, sijui kuvaa, mwanamke maskini ajua hata kushuka nywele, sijui nini, mwanamke mlevi. Ulipata mapastas ukapata kila kitu. Wewe songa mbele na maisha yako, wachana na mimi na maisha yangu ya umaskini. Nanzi, usiongee kwa hasira, cause mimi najua nilikukosea mama, lakini msamaha upo. Ndio maana ya mimi kutuma patanisho, nilijaribu, yani najaribu watulete mahali pamoja, tusikae mbali kweli mbele ya Mungu. Nanzi, nakuomba msamaha please. Uliweka sign. Sawa, ni rafiki yangu. Ni sawa, ni hivyo, sijakataa Nanzi. Tulitaka mwanamke mwenye ako na korofa. Endelea na yeye. Asa Nanzi. Okay, Nancy. Tunaomba usitumie lugha chafu kwa sababu unasikizwa na familia Tafadhali Hata achana na mimi maisha yeye asonge mbele na maisha yake juu alienda mpaka kwa tuliagree chini tuliandikishana. Yeye akaamua huyo ndio bibi yake na maisha isonge mbele, na mimi naye nikasema huwezi lazimisha mtu jiesi, mtoto mdogo ametoa uamuzi kama hiyo na hajalazimishwa, amesema kwa hiari. Kwa hivyo msimamo wako ni kwamba hautaki kurudiana na bwana Anthony. Wacha niache niishi juu ilinitosha vile aliamua. Vile aliamua ilikutosha. Okay, bwana Anthony. Kidi. Sema. Yeye aliniambia nimpatie mta fulani. Na mimi nikamwambia kweli hata kama nikunipa muda huu mwaka ndio unaenda ukiisha. Mimi nilikuwa nimemueleza nipatie anipe tu mwezi wa 11 huu. Niunde maneno mimi mwenyewe, kozi mimi mwenyewe ndio nilileta hii shida. Mimi mwenyewe niunde maneno na nimalize, alafu niende nimtafute nimwambie Nanzi. Mimi nimefika hivi na hivi na hivi na hivi. Hii maneno unasema uliunda nini? Kuna maneno mimi mwenyewe nikaa tu chini, hayo ni maneno yangu mimi na yeye tuongee, tuelewane. Ni mambo gani? Maneno gani? Sijakuelewa. Mambo na uhusiano kurudi pamoja. Mimi mwenyewe nimuongeleshe tu pole. Tuishi maisha yetu. Kwa hivyo unataka baada hapa muongee ili muone kama mtaweza kurudiana. Ni hivyo. Okay, Nancy unasemaje hapo? Mimi sina time tena. Hauna time. Hata niishi juu alinidalalisha kiasi cha kutosha. Alikudenounce mbele ya umati. Alafu tena mwenye anachukua ni rafiki yangu. Wewe imagine mtu rafiki inakuuma kiasi gani, alafu anasema kwa ujasiri Eva ndio mke wangu. Hiyo inauma. Na akasaini karatasi. Iko mpaka kwa mzee wa mtaa hata sasa hivi iko huko. Anthony. Anthony hapo ulikosea sana. Yaani mpaka unajua unajua ni kama kula kiapo unanua mikono juu mbele ya mzee wa mtaa. Unasema mimi nilifanya Kidi. Kwanza hebu nipatie majina yako yote. Tafadhali Kidi. Hiyo kitu nilifanya kwa kuchanganyikiwa. Nilifanya kwa kuchanganyikiwa na maasira. Unachanganyikiwa namna gani? Na mke wako yuko hapo na huyo Eva ni rafiki wake wa dhati. Best friend. Unasema umechanganyikiwa. Na inaonekana umekuwa ukinyemelea huyu best friend kwa muda. Kwa sababu hakuna best friend ambaye anaweza kubali tu siku moja ameingia na box hivyo. Lazima ikue wakati mlikuwa anakuja pale nyumbani, kumbe huyu best friend unanyemelea. Bwana Anthony, ulifanya makosa sana. Ulifanya makosa. Hata nashinda vile nikusaidie. Anthony. Anthony. Alafu unasema atulichukua tu hiva ati kwa mambo ya chakula tu. Mambo ya chakula. Anthony. Chakula mpaka kwa mkasa asainishe. Chakula mpaka kwa mzee wa mtaa. Hii kesi sasa imekuwa ngumu, mimi sijui nitasaidia namna gani. Kwa hivyo Gidi. Yes Anthony. Niambie. Wewe Gidi. Niambie.
hiyo kitu si ati nilichukua huyo rafiki yake. Ati kwa sababu sikulangi. Kweli hakuna kile ningeweza kukaa peke yangu, na ili hali naenda kazi, nikirudi ndafanya hiyo shughuli saa ngapi, ndavua manguo saa ngapi. Lakini hata kama wewe ni kidi, hata kama ni wewe, you are a man. Wewe ni mwanaume kidi. Bali nikuambia wewe ni mwanaume. Kwa nini hakuona Gidi? Kwa nini hakuona wanawake wengine aenda aone rafiki yangu? Kwa nini tu huyu rafiki wa Nancy? Unajua mimi niko upande wa Nancy kwa sababu ndio sasa anajua na anaanza kupata ukweli wa mambo. Sasa Gidi. Kama uko pande yake nikate simu, si ndio? Shortly nikate simu. Cause nothing you are helping me. No. Nikate simu na hivyo hivyo. No. Hiyo si kusaidiana. Nimepiga simu tusaidiane. No. Anthony, I'm trying to help you, yes, but najaribu tu kuelewa ukweli wa mambo kwa sababu nimesikia upande wa Nancy, na upande wa Nancy iko na maswali mazito kushinda upande wako kwa sababu ameuliza swali nzuri sana. Hata kama ulikuwa unataka msaidizi wakati mmetengana pale, mbona tu uchukue rafiki yake? Hapo ndo nimesema niko na yeye kwa hilo swali. Mbona tu rafiki yake? Am I stranded? You are not stranded. I'm asking you, niko stranded, si ndio? Wololo. Sasa Mzee anakuanga na maspidi Gidi. Yenye ilimsaidia, alafu baadaye anakuja kurealize. Sasa wacha akate hiyo simu kwa sababu alitaka patanisho, si nini? Haya Nancy, tufanye hivi Unajua nyinyi wote mlikuwa na hasira wakati mmoja na mmetoka mbali kwa uhusiano na huenda labda hii tu ni majaribio. Nancy, fanya hivi. Kuna vile unaweza tulia kidogo ufikirie hii maneno yote, labda hata kama ni siku kadhaa ama miezi kadhaa, alafu kisha baadaye uamue kama finally unarudiana na yeye ama unatengana na yeye. Inaweza kuwa sawa hivyo? Si rahisi. Lakini kuna uwezekano, hata kama ni ngumu, lakini kuna uwezekano. Wacha aendelee neva tu, aishi neva. Msimamo wako ni kwamba achukue Eva, aishi na Eva. Wewe Gidi. Yes, bwana Anthony, namalizia patanisho tafadhali. Time imeenda sana, tunamalizia. Wacha nieleze hivi. Mimi nilimueleza vizuri, nikamwambia mimi na Eva tumetengana na nimefunga hiyo biashara hivyo. Mpaka nikakuja nikamueleza, tukaita tena mzee wa mtani, nikamwambia huyu Eva rafiki ya Nancy, nimekata uhusiano na yeye. Haya, bwana Anthony. Yes sir. Tunamaliza patanisho. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Nancy, tafadhali mwambie. Nancy, mimi namwambia tu yeye ni mke wangu na atabaki mke wangu licha hata kama nilimkosea. Mimi nitaendelea kumfuatilia nirudi mpaka nipate suluhisho. Cause mimi nilitaka kuishi na yeye. Na ningependa kabisa kabisa. Haya. Asante sana. Haya, Nancy. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Anthony, mwambie tafadhali. Aishi maisha yake. Haya, poleni sana na asanteni sana kwa kuongea na Radio Jambo, na nawatakia kila laheri katika msimamo ambao mmechukua pale. Haya, Mungu awabariki.